Hello, karibu tena kwenye swali la leo. Na leo swali letu linadondoka mjini Mbeya. Pale Mbeya mjini, mitaa ya 88 stendi. Tunakwenda moja kwa moja pale D4G Agrovet. Ndio mda wetu atatujibu swali la leo. Kaa hapo uweze kujua tunamuuliza nini na atajibu nini. Hello. Bosi kwema? Kwema, habari? Aise, salama, habari za uzima? Salama kabisa. Aise, sisi leo tuna swali moja tu tulitaka utujibu hapa kupitia hapa The Genius Platform. Okay, Ndio. Aise, tunatambua kwamba kila mmoja kwenye safari ya mafanikio ya kibiashara huwa anakutana na changamoto mbalimbali ambazo huwa zinataka mpaka kumkatisha tamaa. So tukatamani kujua wewe ni changamoto gani ambazo umewahi kukutana nazo, au ni maneno gani ambayo umewahi kukutana nayo ambayo yalitaka kukupelekea kukata tamaa lakini ukayashinda. Okay. Ndio. Mimi kwenye biashara yangu changamoto ambayo nilikutana nayo ni kwenye swala bei ya vitu. Wakati naanza kufungua duka, bei yangu, yani kila mteja atakayokuja dukani ataongea kusema bei yako iko juu, mbona mtu fulani anauza bei chini zaidi ya hiyo unayouza wewe. Okay. Kwa ndo kitu kilichonifanya kilikuwa kinataka kunikatisha tamaa kwenye biashara, kwamba watu wanapata wapi hizi bidhaa. Ndio. Na ulitumia njia gani kusolve hiyo changamoto? Hiyo changamoto nilianza kuwafuatilia wao wenzangu wanazipata wapi hizo bidhaa. Ndio. Kwa hiyo nilihangaika sana kutafuta masoko, nijue wenzangu wanazitolea wapi. Mwisho wa siku nikapambana na nikajiongeza kidogo kifedha, basi napata hizo sehemu wanazochukua mizigo. Maana huko walizokuwa wanachukua mizigo, ndio kidogo ukiwa na amount fulani ya hela ndipo sasa bei unauziwa bidhaa kwa bei ya chini kidogo. Okay, safi. Na yale maneno ya watu, kuna wale watu ambao huwa wako karibu na sisi ambao huwa wanatukatisha tamaa. Wewe umeshawahi kukutana na kitu kama hicho? Ndio, wapo kutana nacho. Okay. Ni neno gani ambalo ulishawahi kulisikia kutoka kwa watu kama hao ambalo hutoweza kulisahau kabisa? Neno ambalo waliniumiza sana, kusema wewe hutaweza kufika pale nilipofika mimi. Ndio. Ndio neno ambalo waga linaniumiza muda wote. Kusema huyu mtu ana nini mpaka anasema hayo maneno. Ni kweli. Kwamba yeye ana nini, ndio. Aise, pole sana. Na imani kabisa hayo maneno huwa tunayavuka. Nilitamani utume salamu kidogo kwa watu kama hao. Unaweza ukawaambiaje ili wasiwe wanarudia maneno kama hayo, kwa sababu wanatuambia vitu kama hivyo lakini bado tunavuka. Mimi nataka kusema ndio kwamba tusiishi hayo maisha ya kufika sehemu ya mtu na kuta biashara ya mtu ni ndogo sawa kulinganisha na ya kwako, basi ukaanza kumtamkia maneno ambayo yatafanya akate tamaa. Yani inakuwa sio kitu kizuri. Ila kinachotakiwa kufanya ni kushauriana. Bwana mwenzako umeona yuko chini kidogo, unaweza kuwa unampa mbinu za kibiashara kwamba bwana fanya hivi, pita huku utafika kama tulipofika sisi wengine. Mimi natamani ungekuwa nayaongea hivyo. Asante sana. Ni maneno mazuri sana. Hili ni swali la leo. Umelijibu vizuri sana bosi wangu. Nashukuru sana. Shukrani sana. Yes, huyo ni mdau wetu kutokea D4G Agrovet Mbeya, Tanzania, akiweza kujibu vizuri kabisa maswali yetu ya leo machache kabisa ambayo huwa mara nyingi wapambanaji wengi wanakutana nayo. Bana, ni mdau wetu kutokea D4G Agrovet. Kama tulivyosema, hawa ni wauzaji wa bidhaa mbalimbali za mifugo pamoja na kilimo. Wanapatikana 88 stendi pale. Ukifika pale wewe wacheki tu. Na sasa hivi wameshusha mzigo mwingi sana wa incubators kwa wale wafugaji ambao walikuwa wanahitaji incubator, basi suluhisho linapatikana pale D4G Agrovet. Ukifanya hivyo unakuwa umetisha sana. Na namba zao za simu ni 0625 73 80 06 au 0769 75 59 52. Fanya hivyo tuweze kuwa support wadau wetu kutoka kila kona. Na leo jambo letu limedondoka Mbeya, Tanzania. Asanteni sana, endeleeni kuwa karibu na sisi. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa. Tunakuomba bonyeza alama ya kengele na usiache kusubscribe. Asante sana.